madhaifu matano yanayoifanya Yanga kutokwenda kimataifa. Ni muhimu sana kujua kwamba kuna madhaifu matano ambayo yanaifanya Yanga kutokwenda kimataifa, na hayo madhaifu ambayo Simba iliweza kuyafanya, yani iliweza kuyarekebisha mapema, hali ambayo iliweza kuifanya Simba kwenda kimataifa kuliko Yanga. Kwa hiyo nimeweza kusogezea madhaifu matano ambayo yanaifanya Yanga kutokwenda kimataifa. Dhaifu la kwanza kabisa ni kutokuwa na mashabiki ambao wako tayari kuipambania timu yao ya Yanga. Hii ni mojawapo ya hili ni mojawapo ya dhaifu ambalo limefanya Yanga kutokwenda kimataifa, kutokana na kuwa na mashabiki ambao hawana ile motisha ya kuisapoti timu yao, kutokana na jinsi ambavyo mashabiki wao wapo hivyo. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya dhaifu la kwanza ambalo limeifanya Yanga kutokwenda kimataifa. Na pia dhaifu la pili ni kutokuwapa wachezaji nafasi ya kuwarekebisha pale wanapofanya makosa. Ni muhimu sana kujua kwamba hili pia ni mojawapo ya dhaifu ambalo limeifanya Yanga kutokwenda kimataifa. Unajua, wachezaji wa Yanga kwa kawaida wamewapa kipaumbele pale wanapohitaji jambo lolote. Kwa hiyo hii, hata pale wanapokosea wanashindwa kuambiwa kwamba wamekosea, hali ambayo inawafanya wanapokuwa wanacheza mpira waone kama hawana msukumo wa kufanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo hili pia ni mojawapo ya dhaifu la pili ambalo linalifanya Yanga kutokwenda kimataifa ukilinganisha na Simba. Na pia dhaifu la tatu ni dhaifu na uongozi wa Yanga. Muhimu sana kujua kwamba hii pia ni mojawapo ya dhaifu ambalo linaifanya Yanga kutokwenda kimataifa kutokana na uongozi wao ulivyo. Kwa hiyo hili pia ni dhaifu kubwa sana ambalo limefanya Yanga kutokwenda kimataifa ukilinganisha na Simba, kwa sababu uongozi wa Simba tunauona jinsi ambavyo mtu akizingua anaondolewa, au mtu ambaye afati msimamo wa klabu atajiondoa yeye mwenyewe. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya dhaifu ambalo limeifanya Yanga kutofanya vizuri au kutokwenda kimataifa ukilinganisha na Simba. Na pia dhaifu lingine ni dhaifu la kutokuwa na uwanja mzuri ukilinganisha na Simba. Ni muhimu sana kujua kwamba Yanga haina uwanja mzuri ukilinganisha na Simba. Kwa hiyo hili pia limeweza kuifanya Yanga kutofanya mazoezi mazuri kwa sababu ya uwanja kuwa mbovu ukilinganisha na Simba. Kwa hiyo hili pia ni mojawapo ya dhaifu kubwa sana ambalo limeifanya Yanga kutofanya vizuri kimataifa. Na pia dhaifu lingine la mwisho kabisa ni dhaifu la kutokuwa tayari kwa uongozi kutoa pesa kwa ajili ya mashabiki kuweza kushabikia klabu yao. Ni muhimu sana kujua kwamba ukilinganisha Simba na Yanga, utaona Simba uongozi upo tayari kutoa pesa kwa ajili ya mashabiki kuweza kuisapoti Simba, lakini Yanga uongozi huwa ni mgumu sana kutoa pesa, zaidi ni kudanganya kwamba mtakunywa supu, ni mambo au chapati, ni mambo ambayo ni ukilinganisha katika mpira ni vitu ambavyo havina logic. Lakini katika swala la kwenda kimataifa, Simba tunaona kwamba uongozi uko tayari kuwasapoti mashabiki ili wao na motisha kuweza kuwasapoti wachezaji. Na ni kukumbusha kwamba wachezaji wanapokuwa na mashabiki ambao wana motisha, hata wao uwanjani wanakuwa na motisha wa kufanya vizuri. Tunaona wazi kwamba katika swala la kucheza mpira, hususan mashabiki wa Simba, tunaona kwamba mashabiki wa Simba wanapokuwa wanajiproud katika mitandao au wanapokuwa wanaongea katika mitandao, tunaona kabisa kwamba hata wachezaji wanapokuwa uwanjani wanapambana kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki zao. Hii ni kutokana na uongozi wa Simba kuweza kutoa pesa kwa ajili ya mashabiki pia waweze kusapoti timu yao. Lakini uongozi wa Yanga tunaona kwamba bado hawajawa na motisha kutoa pesa kwa ajili ya kuwasapoti mashabiki wao, kwa sababu kuna mashabiki ambao wanaipenda Yanga lakini hawana fedha za kwenda kuishabikia au kwenda kuingia uwanjani. Lakini
Hii ni kutokana ni kwa sababu uongozi wa Yanga walijui hilo, kwa hiyo wanashindwa kutambua kwamba kuna mashabiki ambao wanaipenda Yanga kuliko hata viongozi wenyewe, lakini hawana fedha. Kwa hiyo uongozi unashindwa kufanya vile ambavyo au kukwenda kimataifa kutokana na kasoro hii ambayo nimeweza kuitaja, au kutokana na udhaifu ambao nimeweza kuitaja. Lakini kama unahitaji kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Simba na Yanga, hakikisha unanifollow na pia hakikisha unabonyeza neno subscribe katika channel hii ili uweze kujifunza kiundani zaidi. Naitwa Isaac Kanyanko.